Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu kwa Yesu inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena inatutakasa, oh inatutakasa, oh inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa, damu ya Yesu inatutakasa, oh inatutakasa, oh inatutakasa, oh inatutakasa. Iyo damu inatutakasa, oh inatutakasa, oh inatutakasa, oh inatutakasa. Iyo damu ya Yesu inanena mema. 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 Oh inanena mema. Oh inanena mema. Oh inanena mema. Oh inanena mema. Kwenye maisha yetu inanena, kwenye huduma zetu inanena, kwa watoto wetu inanena mema. Kwenye kazi zetu inanena, kwenye shughuli zetu inanena, kwenye njia zetu inanena mema. Kwenye kazi zetu inanena, kwenye shughuli zetu inanena, hata na shule inanena mema. Kwa watoto wetu inanena, kwa wazazi wetu inanena, kwa ndugu zetu inanena mema. Kwenye kutembea kwetu inanena, hata kuishi kwetu inanena, hata majoli yetu inanena mema. Kwa waume wetu inanena, kwa wake zetu inanena, oh Yesu inanena mema. Damu ya 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 Yesu inanena mema. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuende mbele za Mungu tukamshukuru kwa ajili ya asubuhi hii ambayo ametupa. Ni asubuhi ya tofauti kabisa. Ametuungamanisha na malaika zake, watoto wadogo siku ya leo ambao wapo katika madhabahu yetu ya maombi. Wametutembelea mahali hapa, maana tunaona malaika wengi katikati yetu. Tunaona ni mahali ambapo pekee kwa siku ya leo na mwezi huu wa kuchukua baraka kama ilivyokuwa kwa Naftali na kabila lake. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya asubuhi hii. Sifa na utukufu ni vya kwako Bwana. Ninakushukuru hata kwa dakika chache Bwana ambazo umetupa mahali hapa. Mungu, umetupendelea sana. Haikuwa kwa sababu ya nguvu zetu wala akili zetu, lakini kwa sababu ya neema yako Kristo ambayo umeiachilia asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa kuwa Bwana umenyosha njia zetu hata tumefika mahali hapa. Nasema asante kwa ajili ya watoto hao ambao Baba umewaalika wewe mwenyewe, umewaleta wewe mwenyewe, umewakuza wewe mwenyewe, hata tukakosa neno la kusema asante. Na siku ya leo Bwana, ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 5, mwezi wa ushindi, mwezi wa baraka, mwezi wa kuhifadhi Bwana mapokeo na mabakuli ya kupokea baraka zetu wakati wa mavuno, mwezi ambao
unapanda mbegu juu ya watoto wadogo, mwezi ambao uliwaita watoto wadogo, mwezi ambao ulikaa nao, mwezi ambao uliwafikia ambao walikuwa wahitaji, ambao hawawezi kufanya chochote. Bwana, tunaomba siku ya leo isitupite pembeni Baba, na ndio maana tupo hapa kama wazazi, tupo na watoto wao. Bwana, Mungu, tunaomba tujiungamanishe na hizo baraka zao, maana mtoto mdogo anapokuja kwangu anahitaji kile ambacho Bwana anakitaka, naye upata, hata kama sina 100, hata kama sina 1000, hata kama sina anachokihitaji, lakini nitapambana mpaka nitapata. Leo hii Bwana, tupo mbele zako kama watoto wadogo wachanga kabisa. Tunaomba Bwana ukasikie maombi yetu, na ndio maana tumekaa mahali hapa. Ninaomba Bwana ukasikie watoto wako maombi yao, maana wamekuja kwako kama watoto wachanga wanavyokuja kwetu. Bwana, wanahitaji usikie Bwana kilio chao, usikie namna wanavyopita, usikie Bwana mauzi yao, usikie Bwana hata shida zao, uangalie kwa jicho la karibu. Bwana, ninaomba kama mtumishi wako siku ya leo Baba, Ori karabasika ya ndarabashata ya masika la korobushata. Ninaomba kama mtumishi wako Bwana, kwa kuwa Mungu umetupa ufunuo huu wa mwezi huu wa 5, ni mwezi wa kunyenyekea baraka zako, nasi tumesukumwa Bwana kukusanya watoto mahali hapa, lakini ikawa ni mfano wa watoto wao Bwana wanapokuja mbele zako kuomba, tukasema tujiambatanishe nao. Yawezekana mioyo yao ndani kuna mambo wanayoomba kwa wazazi wao na hajafika wala hawajaweza kuyatatua, lakini leo tumekuja kwako Bwana wa majeshi, tunajiungamanisha na watoto wote wa nchi ya Tanzania katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Reba sita ya mashanda, ori kata ya mashanda, besia azia kata ya mashanda. Hapata kuwa na mtu wa kuzuia Bwana maombi yetu, maana Baba, hata hao watoto Bwana wanapoomba kwa wazazi wao, wanajua hapana mwingine atakayezuia maombi yao. Nasi tunakuja kwako, tunaomba Bwana, tunajiambatanisha na watoto katika maombi yao, katika maombi yao, katika maombi yao, katika maombi yao. Ninaomba Bwana mtumishi wako Bwana, ninaomba Baba, ninaomba yawezekana watoto hawa ndio wamepata milo 3 kwa siku, ndio, lakini watoto hawa yawezekana Bwana wanasoma shule kwa taabu. Yawezekana Bwana maisha yao walitamani waishi kama watu fulani. Bwana, watoto hawa yawezekana wana ndoto za kuwa mawaziri, wana ndoto za kuwa wabunge, wana ndoto za kuwa wakurugenzi mahali, wanatamani wawe kama watu fulani, wanatamani wazazi wao wamiliki magari, wanatamani Bwana waone maisha yao ni maisha ya kufuraha, lakini wamekosa hiyo nafasi. Si kwa sababu yao, lakini tunachojifunza kwao, hawakunyamaza kuomba Baba. Nasi Baba hatutanyamaza kuomba. Ikiwa ni mwezi umetupa, mwezi wa 5, ukamwambia Ezra tangu alipoanza kuomba Januari mpaka ilipofika mwezi wa 5, akaingia Yerusalemu, mahali pa mapatano, mahali pa baraka Baba. Hata ukamwambia naye Yeremia, lakini tunaona neno lako kutoka Kumbukumbu Bwana Torati 33, ukasema Baba, hata hilo kabila la 5 la Naftali, maana alipozaliwa kama mtoto wa 5 Bwana kutoka kwa tumbo la Raheli, Jehova akasema hakika Bwana amenipa mtoto huyu, nami nitamwita ushindi, nami nitamwita baraka. Nasi Baba tupo mbele zako, tunaona baraka Bwana, tunaona baraka Jehova, tunaona uweza wa kwako, tunaona mamlaka ya kwako Bwana, usituache. Sendia masika la boshata ya masa, orika pasa ya mashanda ya masika. Bwana, usituache mahali hapa, usituache Bwana, usituache Jehova, usituache Mungu wetu. Tunaomba Baba usikie maombi yetu asubuhi ya leo. Tunaomba usikie maombi yetu. Yawezekana tumeomba kwa miaka mingi, tumefunga kwa miaka mingi, lakini Baba hatukujua, hatukufahamu mfalme wa amani, hatukujua Bwana kama kuna miezi Baba uliichagua iwe ni miezi ya kuja kwako kama watoto wadogo, ni miezi ya kujitenga, ni miezi ya kukusii wakati wote Bwana. Ndio maana tunapokuja kwako leo, ikiwa ni mwezi wa 5 na Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi wa 5, hatutamani tukose baraka hizi Bwana.
katika jina la Yesu. Orikabasaka yandarabashata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, nimeomba haya machache nikiamini ya kuwa Mungu atakuwa nasi kwa dakika chache zijazo, na wote tuseme amen. Tumshangilie Mungu sana. Oh Jesus, oh Jesus Lord. Retiga basaka yandarabashata. Asante Bwana, asante Mungu wangu, asante Jehova Nisi, asante wewe uliye hai, Alfa na Omega. Tunasema asante kwa ajili ya dakika hii. Oh Yesu, asante. Asante Bwana, maana umetupa nafasi nyingine tena. Katika uwezo wako tumeona mamlaka yako Bwana. Tunasema asante kwa ajili ya dakika hizi chache, katika jina la Yesu. Oh rikata ya mashanda ya masikara korobushata. Oh Jesus Lord. Watoto asante sana, kaeni chini. Naweza mkakaa vizuri kabisa pale, kama wengine hamtoshi hapo, kaa hapo kwenye mkeka. Kaa hapo chini, ili tumalizie dakika chache alafu niwaombe. Oh Jesus Lord. Kezia masika lako taya mashanda ya masika. Neno la Bwana linatuambia ilipofika mwezi wa 5, Ezra alipokuwa ameanza maombi kwa kipindi kirefu. Soma Ezra 7:9. Anasema ilipofika mwezi wa 5 tarehe ya 10, tarehe ya kwanza, akaingia katika malango ya Yerusalemu. Sasa tumekuwa katika maombi ya siku 90, na leo ikiwa ni siku ya 63. Masekerebosha taya. Mungu ametuingiza katika mwezi wa kumaliza maombi yetu ya siku 90. Mwezi wa 5. Nasi tukasema ni vyema tukajiungamanisha na Ezra ili tujue kuna baraka gani zilizojificha katika mwezi wa 5. Ndipo Mungu akazungumza nami usiku wa jana, akasema, mwanangu, najua watu unaoongozana nao. Nikasema ndio. Angalia mji wako, wapo watoto wadogo. Natamani mwezi huu mnapokwenda kumaliza maombi yenu, muje kwangu kama watoto wadogo wanapokuja kwenu kama wa baba na mama. Nikasema, Bwana, sikuelewi kwa kweli. Akasema, hujanielewa? Akanikumbusha na kunisukuma kusoma Zakaria 7 mstari wa 3. Anasema, na kusema na makuhani. Bwana akazungumza na makuhani wa nyumba ya Bwana wa majeshi na hao manabii ya kwamba, je, yanipasa kulia mwezi wa 5 na kujitenga na watu kama nilivyofanya miaka hii mingi iliyopita? Jesus. Bwana akasema na makuhani kupitia Zakaria. Akasema, je, Bwana, katika namna ambayo tumekujia, ambayo katika namna ambayo tumekuomba sana, tumefunga sana, je, tukujie kwa namna ya kujitenga na watu ili tukae mahali peke yetu tukusii Bwana? Ndipo neno likasema, hakika mwezi wa 5 ni mwezi wa kujitenga, ni mwezi wa kutafuta uso wa Mungu, ni mwezi wa kujitenga na mambo mabaya, ni mwezi wa kusubiria katika roho na mwili baraka za Bwana. Ni vile kama mtoto mdogo anapotaka kuja kukuomba, anaacha mambo mabaya yote. Kama alikuwa ni mtukutu mahali fulani, anaacha. Kama alikuwa kila wakati unamgombeza jambo fulani, anaacha. Manake anajua ninakwenda kuomba jambo jema kwa Baba. Akiona haya matakataka yangu pembeni, hata nipa kile ninachohitaji. Kama mtoto mdogo mchanga ambao tumewazaa sisi watoto wadogo kama hawa, anaweza akatambua kwamba ninapokwenda kwa Baba nisiende nikiwa nimechafuka na mamchanga. Ninapokwenda kwa Baba nisiwe nimeshika vitu vya hatari ambavyo wamenikataza. Ninatakiwa niende kwa Baba nikiwa ni msafi kabisa, ili Baba anipe ninachotaka. Riko tayama zika. Amina. Shenai mazika rabosha. Wow, Yesu, unatuambia nini kwa habari ya mwezi wa 5? Yesu anasema tujitenge. Oh, Bwana. Amen. Amina. Biblia tamu. Tamu Biblia. Anasema tujitenge Bwana, ili tuweze kuingia katika malango haya ya Yerusalemu, ambayo Ezra anasema baada ya miezi mingi, ulipofika mwezi wa 5 akaingia Yerusalemu. Na najua Yerusalemu ndio ilikuwa kiu ya wana wa Israeli. Amen. Amina. Jesus. Zeni ya masika yako rabashata.
Bwana mwezi wa 5 anatamani tuishi katika namna ya utakatifu. Tusione vitu tu vipo, manake ametupa mwanzo wa kumwendea, mwanzo wa maishio yetu ameuona, mwanzo wa kupata tunavyovitaka ameuona. Na leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 5, na sisi tunajiungamanisha na hizo baraka, na ndio maana tunaona watoto wadogo wapo mahali hapa, manake tunajua wapo malaika wanaoandaa baraka za watu wa Mungu. Sheti ya mazika rako rabasha. Wapo malaika leo ambao Bwana amewakusudia kwa ajili yetu. Nyinyi mnaweza mkaona watu hawa, lakini naona malaika wengi wametapakaa mahali hapa. Wanasikia, wanataka kuanza kumpa mtu mmoja mmoja baraka. Na sisi tumegundua siri ya baraka hizi zipo mwezi wa 5. Amen. Bwana anatuambia twende kama watoto wadogo wanavyokwenda kwa wazazi wao. Amen. Ni vitu rahisi sana. Manake mwezi huu utatuhitaji tujitenge na ulevi, tujitenge na uasherati, tujitenge na uzinzi, tujitenge na matusi, tujitenge na kusengenya, tujitenge na kila aina ya uchafu ambao Bwana mbele zake hatamani kuona, ili tunapokwenda kumwambia Baba, ninaomba watoto wangu wawe watu wakuu. Baba, ninaomba mume wangu awe na kazi. Baba, ninaomba mke wangu umpe uzima. Baba, ninaomba familia yangu uinue. Baba, ninaomba watoto wangu wafaulu. Baba, ninaomba mtaji. Rakatayama zekia zatayama. Ndivyo Bwana anatuandaa mwezi wa 5. Anaandaa kama mtu yule ambaye ameandaa bati lake akaweka gata. Anajua ya kwamba nina shida ya maji, na anajua itakapofika mwezi wa 4 masika inaanza. Maana yake ninaandaa gata hizi ili masika na mvua zitakapoanza niweze kukinga hizo baraka za mvua, ili niweze kuhifadhi maji na yawe baraka kwa ajili yangu na watu wanaonizunguka. Amen. Kwa hata nafasi mliopata kuwepo na kusikia neno hili ni kwa ajili ya watu hata wanaozunguka. Mwezi wa 5 ni mwezi wa kujitenga. Ni mwezi wa kujitenga. Isolated prayer. Ni mwezi wa maombi ya kujitenga. Amen, watu wa Mungu. Amen. 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 Oh, Jesus Lord. Ninamuona Bwana. Soma Hezekia 7:3, Hezekia 7:5. Bado Hezekia anatukumbusha. Anamwambia tena Bwana, asiwaambie watu wote wa nchi na hao makuhani ukisema, hapo mlipofunga na kuomboleza katika mwezi wa 5 na mwezi wa 7 katika miaka hiyo 70, je, mlinifungia mimi kwa lolote? God ask us. Mmefunga, mmekumbuka huo mwezi wa 5 kati ya ile miezi ambayo nilikuwa nimejichagulia. Mlifunga pia kwa ajili yangu. Yaani mlikuwa mmekaa katika utakatifu mkinikumbuka kwamba Bwana hataki hichi. Au saa hizi imefika mwezi wa 8 mnaanza kuuliza habari za mavuno. Nimepata nini? Mbona nimekosa? Anauliza kuanzia mwezi wa 5. Mwezi Stefano unaulizwa na Bwana, shamba hili ni moja. Mwenzako atapata, wewe utakosa. Wewe utapata, mwenzake atakosa. Mwezi wa 5. Mwezi wa baraka, wa kuandaa baraka, kuona utakachokivuna. Yaani mwezi huu ukipita kwenye shamba la mahindi kama la kwako, unajua kama utakula mabua au utavuna. Amina. Amen. Maana yake utakuwa unaona. Na Bwana anasema ndio mwezi wa amani ndani, wa baraka ndani. Kwa unaanza kupokea kabla ya kuvuna katika ulimwengu wa mwili. Nataka niwafundishe kitu cha kuvuna. Maana yake hata kama unaona mahindi haya katika ulimwengu wa mwili,
hayawezi kunipa chochote. Ninaanza kujitenga sasa. Mwezi wa 5 ninajitenga na madhaifu, alafu ninaanza kumwambia Bwana, ninakuja kwako kwa sababu ninajua shamba langu halikuwekwa mbolea ya kutosha, ninajua shamba langu halikupaliliwa kwa wakati, lakini ndio uliokuwa uwezo wangu Bwana. Nimeacha yote, nimekuja kusema kwa ajili ya shamba langu. Ninaomba kati ya watu watakaovuna mwezi wa 7 na mimi Bwana nihesabiwe. Ninaomba kati ya watu ambao watapata ada za watoto mwezi wa 7 na mimi niwe nao. Kwa hiyo unakwenda mwezi wa 5 ukijua kabisa ya kwamba ni lazima Bwana ajibu, kwa sababu nimekwenda kwake nikifunga kwa ajili yake. Amen. Kufunga kwa ajili ya Bwana ni kupi? Bwana anasema kwake ni ukamilifu. Amen. 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 Neno hili kanichosha sana. Kawa natafakari kwa habari ya mwezi wa 5. Kasema Mungu. Basi baadaye Bwana akatoa conclusion. Kisoma Zakaria 7:10, Zakaria 8:19. Akasema, akamwambia, tena neno la Bwana wa majeshi likanijia na kunikumbusha na kuniambia ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi, saumu ya mwezi wa 4, saumu ya mwezi wa 5 na saumu ya mwezi wa 7 na saumu ya mwezi wa 10 zitakuwa furaha na shangwe na sikukuu za kuchangamkia kwa nyumba ya Yuda. Basi zipendeni kweli kweli kwa amani. Manake ni mwezi ambao upo ndani ya swaumu zile za Bwana anazozitaka kwetu. Anasema miezi hiyo ikumbukeni, ni miezi ya shangwe na vigelegele, ni miezi ya baraka ndani, ni miezi ya kutafsiri unachotaka. Amina. Kwa usijioni ni bahati mbaya upo hapa, manake Bwana amekugusa toka mbali. Amen. Tumisha Mungu, hata kama ulikuwa uji lakini umejivuta umekuja, manake Bwana alikuwa anatamani akuguse kutoka mbali. Amina. Ili abadilishe mtazamo wako, abadilishe maono yako, abadilishe namna unavyoona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeremia 28:1-2. Oh Jesus Lord. Mwezi wa kujitenga. Yeremia 28 masekerebosa tatu. Anasema hivi, ikawa katika mwaka ule ule mwanzo wa kutawala kwa Sedekia mfalme wa Yuda, mwaka wa 4 mwezi wa 5. Sikiliza, Bwana anatuambia mwaka wa 4 mwezi wa 5. Anasema hivi, Anania mwana wa Azuri nabii wa Gibeoni akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana. Kama hapa Bwana anasema nasi, akasema mbele ya makuhani na watu wote, akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Ori kata ya mashanda ya masika. Sijui kama mmenielewa watu wa Mungu. Manake katika mateso ya miaka mingi, katika shida za miaka mingi, katika mapito ya miaka mingi, leo linakuja neno, oh Jesus Lord. Ikiwa umeingia katika mwezi wa 5, Bwana anamwambia Yeremia, anamwambia katika miaka yote hiyo, simama mbele ya makuhani, simama mbele ya watu wote, waambia kwamba ilipofika mwezi wa 5 nilivunja ile nira ya Babeli, ya mfalme wa Babeli. Manake aliachilia nafasi ya watu kwenda kuchukua, kwenda kupokea, kwenda kuchukua wanavyovitaka, kuomba pasipo kukata tamaa. Nguvu ya Mungu ikawajaa watu wale, manake waliona upya katika macho yao, waliona tofauti katika namna wanavyoona. Kwa nini? Kwa sababu nira yao ilikuwa imevunjwa, imetenganishwa na adui aliyekuwa anawakamata kila wakati, katika eneo la uasherati, katika eneo la uzinzi, katika eneo la mauti aliyewakamata, katika magonjwa na umaskini. Anasema hiyo nira nimeivunja. Amina. Ilipofika mwezi wa 5, si pengine, ilipofika mwezi wa 5, anasema, anamwambia Yeremia, inawezekana nasoma peke yangu, labda mjeelewa. Anasema ikawa katika mwaka ule mwanzo wa kutawala kwa Sedekia mfalme wa Yuda, mwaka wa 4 mwezi wa 5, Anania mwana wa Azuri nabii wa Gibeoni akisema nami ndani ya nyumba ya Bwana mbele ya makuhani wa watu wote, akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli.
I broke the Babeli yoke. Nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Babeli yako ilikuwa ni nini? Leo hii Bwana majeshi unaisikia sauti kama ya Anania mbele yako. Inasema nimeivunja nira. Inakwambia hivi, usiogope huo mlima. Usiogope mahali hapo. Usiogope hayo mapito. Ninakwambia nimevunja huo ukuta unaokutenganisha na hiyo baraka yako. Sasa songa, nenda, chukua, maana ni mwezi pekee wa kuchukua baraka. Amen. Ori karabasika andarabashata. Jesus Lord. Anasema nimeivunja nira. Nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Babeli yako ni nini? Babeli yako ni nini? Babeli yako ni nini? Tunapozidi kuendelea kujifunza kwa habari ya mwezi huu ndani ya maombi haya siku 90, manake tupo mwezi wa mwisho wa maombi haya na ndio umeangukia mwezi wa 5. Bwana atatufundisha na atatufunulia mambo makubwa sana mahali hapa. Amina. Babeli yako ni nini? Babeli yako ni nini? Babeli yako inaweza ikawa ni uongo. Babeli yako inaweza ikawa ni umasikini. Babeli yako inaweza ikawa ni magonjwa yasiyoisha ndani kwako. Babeli yako inaweza ikawa ni namna ambavyo ndoa yako imekuwa ya shida kwa miaka mingi. Babeli yako ni huzuni ulionayo kila wakati. Babeli yako inawezekana haujawahi kuwa na furaha ya maisha ya mafanikio. Hiyo ni Babeli kwako, ni mlima huo. Manake kwako huo ni ufalme umekaa mbele yako. Anasema akavunja ufalme wa Babeli. Manake hiyo ni Babeli kwako, ni ufalme uliojiweka kwa muda mrefu. Ukaona kama vile umetengwa, au ukawa una sauti juu ya familia yako. Wakakuacha huko, wakaona huyo hafai atakuchangia mijadala ya familia, manake hana lolote ndani yake, hawezi kutusaidia sisi. Anasema hiyo ndio ilikuwa Babeli yako. Lakini leo hii mwezi wa 5 tumeingia, anasema Jeremiah anasema nimevunja hiyo nira ya huyo Babeli wako. Amina. Zenia masika la korabashata ya masika, katika jina la Yesu. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Tusaidie tujue Babeli yetu ni nini na ipo wapi. Ori karabasika ndarabashata masi. Oh Jesus Lord. Tunaweza tukasimama juu. Neno hili tutaendelea nalo siku zote mpaka tunamaliza mwezi huu na kumaliza maombi ya mwezi ya siku 90. Oh Jesus Lord. Wimbo mmoja unasema naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani. Nani anaukumbuka wimbo huu? Anasema naelekea Kanani. Yes. Tell them, mwambie Babeli ya kwamba sitarudi nyuma. Mwambie Babeli ya kwamba nimepewa nafasi ya muda. Nimepewa nafasi ya mwezi ambao Bwana anasema nimeivunja nira ya Babeli, nami sitarudi nyuma tena. Sitarudi kuangalia hayo yaliyonisumbua kwa miaka mingi. Sitarudi tena kuangalia huo ugonjwa. Sitarudi tena kuangalia hiyo dhambi iliyonikamata. Sitarudi nyuma tena kuangalia huo masikini. Manake Bwana ilipofika mwezi wa 5 anamwambia Jeremiah, nimeivunja hiyo nira ya Babeli. Anasema sasa ninaiona Kanani yangu. Sasa ninaiona Kanani yangu. Sasa ninaiona Kanani yangu. Sasa ninaona mji mwema. Ninaona baraka yangu ile pale. Ninaona mapokezi yangu yale pale. Ninaona afya yangu ile pale. Ninaona uchumi wangu ile pale. Ninaona shule nzuri kwa watoto. Ninaona ada za watoto zile pale. Ninaona ndoa njema ile pale. Ninaona uzima ule pale. Maana sitaangalia tena hiyo Babeli. Anasema mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao mwambie Farao nimeokoka,
sitarudi tena Misri, naenda Kanaani mimi. Mwambie Farao, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani mimi, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani mimi, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani mimi, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani mimi, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani mimi, naenda Kanaani, Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani mimi, naenda Kanaani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante kwa ajili ya watoto wako hawa, e Bwana, ambao Mungu umewapa neno la mwezi wa 5, neno ambalo umelijaza ndani yetu. Hata mimi nikashangaa nilipokuwa nikisema habari hizi, nikaona Roho wako akinifundisha na kunifungua macho yangu, nikaona mbali kabisa, nikaona milima iliyosimama kama Babeli yangu. Na ndipo ambapo ukamwambia Yeremia kupitia ile 28 mstari wa 1 na wa 2 ya kwamba Yeremia, waambie watu wote wa mji huu. Nami ninaliambia taifa la Tanzania, ninawaambia Wakristo wa Tanzania, ninaliambia makuhani wa Tanzania, ninaambia mitume wa Tanzania, ninawaambia wachungaji wa Tanzania na duniani kote. Lipo neno la Bwana mahali hapa kutoka Yeremia 28 1 na 2, anasema hivi ya kwamba waambie watu wao, nimefunja nira ya huyo Babeli, huyo mfalme wa Babeli kwao, aliyekuwa amekaa na kuzuia kwa siku nyingi baraka za nchi, aliyezuia baraka za miji yao, aliyezuia baraka za maboma yao, aliyezuia baraka za familia zao, aliyezuia baraka za mikoa yao. Ninasema huyo mfalme wa Babeli nimevunja nira yake, na ukiwa ni mwezi wa 5, wape taarifa hiyo, wape habari njema ya kwamba Bwana amevunja nira ya Babeli, amevunja nira ya Babeli. Sasa wapo huru kuchukua wanachokitaka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh Jesus Lord, mesika la baza shendai mazika la kota. Wakati wingu la kuomba linaendelea, nami ninahitaji niguse kila mtoto, ili ule ufalme wa Babeli wasioujua katika maisha yao, zendia masika la kota ya mashanda, katika maisha yao, 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 inabidi ni uvunje ufalme huo katika maisha yao, katika maisha yao. Sogea hivi, katika maisha yao, katika maisha yao, katika maisha yao. Neno la Yeremia kama Bwana alivyosema, akasema ilipofika mwezi wa 5, ilipofika mwezi wa 5, akavunja nira ya mfalme wa Babeli, na kila mmoja akawe huru. In the mighty name of Jesus Christ, pokea hiyo nguvu ya kuwa mtu mkuu, mtoto wewe, katika jina la Yesu. Haimaanishi wala haijalishi unapita au wazazi wako wako namna gani, bali nguvu ya Bwana ikakuandame katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haijalishi wazazi wako wana namna, wana fedha au hawana fedha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, pokea ewe mtoto hiyo nguvu ya kuvunja kwa nira ya mfalme wa Babeli. Pokea upya ikiwa ni mwezi wa 5, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila ulipoandikiwa iwe ni roho ya usumbufu, in the mighty name of Jesus Christ, tunavunja hiyo roho kwa jina la Yesu, ili wewe mtoto ukawe ni mwema kwa ajili ya watoto, wazazi wako na maisha ya watu wengine. Mungu akakufanya kuwa mkuu katika taifa hili. Ninaachilia nguvu ya kwako, ikiwa ni mwaka wa mwisho wa darasa la 7, watu wakakujua kwamba huyu hakika ni mtumishi wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti
Nazareti hai. Bwana akakupe hiyo baraka ya kujitenga kwa ajili ya ufalme wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. In the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Yesu akakufanyia nafasi tena katika hatua zako, na mwezi ukawe hakika ni mwezi wa kujitenga. Ufalme wa Mungu ukakae ndani yako. Bwana akakupe hekima za hali ya juu ili ukaishi na watu wote, na kila mahali utakapokanyaga kibali kikaonekane kwako, na kila wazo utakalitoa mahali popote likawe ni wazo lenye kujumlisha, lenye kuongeza na wala sita kupunguza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watu wako hawa. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Umetupa nafasi hii ya Jumapili ya leo kwa dakika chache, ili Mungu tukazungumze na wewe. Nami kama mtumishi wako, kuhani wako, ninaamini ya kuwa Baba hautaniacha. Mimi na familia yangu tumevunja nira ya mfalme wa Babeli katika jina la Yesu Kristo. Na kila atakayetembea katika maongeo yangu na nyumba yangu, atakayeingia na kutoka, hakika mwezi huu ataona upya ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na wote tuseme amen. 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 Oh Jesus Lord. Mnaweza mkakaa.